hata sasa wewe ni Ebeneza. Tulipofika wewe ni Ebeneza, hata sasa wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, hata sasa wewe ni Ebeneza. Tulipofika wewe ni Ebeneza, hata sasa wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, hata sasa wewe ni Ebeneza. Tulipofika wewe ni Ebeneza, hata sasa wewe ni Ebeneza. Ebeneza, hata sasa wewe ni Ebeneza. tulipofika wewe ni Ebeneza. hata sasa wewe ni Ebeneza. Sitaji hatua tano ndipo niseme, hatua kimoja nasema ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Kwa makubwa ni wewe, kwa madogo ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Hata sasa wewe tulipofika wewe, hata sasa wewe Ebeneza, Ebeneza, hata sasa wewe tulipofika wewe, hata sasa wewe ni Ebeneza, Ebeneza. Kwa makubwa ni wewe, umefanya kwa madogo ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Kwa makubwa ni wewe, hata kwa madogo ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Hata sasa wewe tulipofika wewe, hata sasa wewe ni Ebeneza, hata sasa wewe mahali nimefika, hata sasa wewe Ebeneza, Ebeneza. Kwa makubwa ni wewe, umefanya kwa madogo ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Kwa makubwa ni wewe, hata kwa madogo ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Kwa makubwa ni wewe, hata kwa madogo ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi
ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Hata sasa wewe, tulipofika wewe, hata sasa wewe, Ebeneza, hata sasa wewe, mahali nimefika, hata sasa wewe, Ebeneza. So 1, 2, go. Kwa makubwa ni wewe, kwa madogo ni wewe, si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa.
Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Sky. Mimi ni nani nisiyeweza, nisiyejua hata kushukuru? Oh, mimi ni yupi nisiyeweza, nisiyejua hata shukurani? Leo mapema I say asante. Hey, hey, asante. Oh, asante. Asante. Hata mdudu usijiiti, labda pengine muda mwingine wana njia zao za kuomba, mi sijui. Hata mnyama sijiiti, labda pengine muda mwingine wana njia zao za kushukuru, sijui. Watu wengi walishindwa, mimi hapa nikaweza. Wewe umeniwezesha, kwa nini nasahau? Watu wengi walikwama, mimi hapa nikapita. Wewe ukanipitisha, kwa nini nasahau? Kama nina miguu miwili, umenipa mikono miwili. Hapa nipo na macho naona, mimi ni mtu gani? Mimi ni nani nisiyeweza, nisiyejua hata kushukuru? Oh, mimi ni yupi nisiyeweza, nisiyejua hata shukurani? Leo mapema I say asante. Hey, hey, asante. Oh, asante. Asante. Asante Baba. Asante kwa kila leo. Ipi sababu ya mimi kutembea mpaka leo? Ipi sababu ya mimi kuiona hii leo? Ipi sababu ya mimi kuongea mpaka leo? Wendo sababu ya mimi nadunda mpaka leo. Oh, nikukumbuke kwenye raha, sio nikiumwa tu ama nikiwa na shida tu. Kama nina miguu miwili, umenipa mikono miwili. Hapa nipo na macho naona, ona, ona. Mimi ni nani nisiyeweza, nisiyejua hata kushukuru? Oh, mimi ni yupi nisiyeweza, nisiyejua hata shukurani? Leo mapema I say asante. Asante Baba. Asante kwa kila kitu. Yes.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hongereni kwa ajili ya shamra zinazoanza mahali hapa. Amina. Basi twende tukaianze ibada yenye matukio makubwa mawili. Tutakuwa na ubatizo wa watoto wawili, Enea na mwenzake. Alafu tutakuwa na ibada ya ndoa kati ya mwinjilisti Yohana Matthew Liza. Tukaianze ibada hii kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi. Haleluya, siku tuliyoingojea imewadia. Haleluya, tushangilie. Haleluya, siku tuliyoingojea imewadia. Haleluya, tushangilie. Haleluya, siku tuliyoingojea
baraka, waachilie baraka kwa ajili ya harusi wetu na sisi sote tuliofika katika ibada hii. Katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naomba kanisa tusimame. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa neema yake na uaminifu wake kutufikisha siku ya ibada ya ndoa ya ndugu zetu hawa. Lakini kulisikia neno lake takatifu na kuomba auishe roho na miili yetu. Wapendwa, kwa kuwa Mungu wetu ni mtakatifu na sisi wenye dhambi, hivyo basi tumuungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimuomba msamaha wa dhambi zetu. Ungamo lile la kwanza. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyokuu unihurumie na kuniokoa. Mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Ndugu zangu wapendwa, ungamo hili likiwa ni la kweli na mkitaka kwa moyo msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, na watangazia kwa Mungu kwa neema yake msamehe dhambi zenu zote, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu amen. Kama alivyosema Baba Askofu, mchungaji na mwinjilisti, kuna watu wanataka kutengeneza historia yao pamoja naye. Tunapowakaribisha sasa wale wabatizo, tuimbe wimbo. Naomba wazee wa kanisa msaidie. Maharusi wa ketishwe pembeni kidogo. Biti namba 50.
engineer, watoto waliobatizwa leo. Asante sana baba. Kama nilikuwa nasema uongo, karibuni. Sinoka ulipo. Kama hauendi vizuri na kila mtu naenda. Naenda. Ani wapendeza, Yesu yuko nasi, msingi wa amani yetu. Hata mjapotiliwa, moyo Bwana Yesu, msisumbuke wenyewe. Mume nawe mke, muweni watu wa nuruni. Mungu kawatengeneze njia njema sana, msipuuze wapendwa. Amani ya ndoa ni mume nawe mke, mkaishi pamoja, mtulizane. Taasisi hii Mungu ipatie kibali. Mkiwa na Yesu Mwokozi, mmefunguliwa, utumwa umeondolewa. Mtafanyika ni msingi ulio bora katika familia hii mpya. Kila mtu atekeleze yampasayo yote kama kwa Bwana, mheshimiane. Mungu twaomba uibariki ndoa hii. Asante kwaya kwa ajili ya mahubiri tangu chipukizi na ninyi mlioimba sasa. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa milele, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru umetukusanya siku hii ya leo, umetuleta mahali hapa kwa ajili ya ibada hii ya ndoa. Ni wakati wa kutafakari juu ya ukuu wako na uweza wako na kusudi lako ulioweka kwenye ndoa, lakini ni wakati pia wa kuomba na kuombea ndoa. Tunakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamefika madhabahuni siku ya leo. Tunaomba ukawatangulia na kuongoza wanapotumika kwa ajili ya tendo hili la kufundisha kuhusu ndoa. Ukawe pamoja nao, uwe pamoja nasi sote, kwa Yesu Kristo mwana wa Bwana wetu. Amen. Nilikuwa ninasoma kitabu kimoja ambacho pia niliandika utangulizi. Kitabu kimeandikwa na mchungaji George Paul Fupe, mchungaji wa usharika wa Makongo, chenye kichwa kinachosema ndoa yangu uwa zuri. Ndoa yangu uwa zuri. Kwenye sura ya kwanza anaeleza kwamba kila ndoa ni ya pekee. Kila ndoa ni ya pekee,
na hakuna inayofanana nayo. Na sisi kwenye semina yetu ya ndoa na maharusi tulisema kila mwanandoa atafakari na kutaka ndoa yake iwe ya pekee, iwe ya pekee. Lakini mwandishi anaendelea kusema, kwa hiyo mwanandoa anapaswa kuiheshimu, kuifurahia na kuifanya yake. Anasema uiheshimu, uifurahie na kuifanya yako. Ndio maana anasema ndoa yangu, ndoa yangu, na kuifanya yangu, uifanye yako. Halafu anasema ukisha ifurahia na kuiheshimu, anasema utaisimulia, utaisifia, utaitaja mara kwa mara, utaiimba ukisema ndoa yangu uwa zuri. Anaenda kusema pia utainenea maneno mazuri, utasema ndoa yangu ni zuri, ndoa yangu ni ya furaha, ndoa yangu ni ya amani. Anasema ni kitu cha thamani, kizuri, kitakatifu. Niishie kudukuru kutoka kwake. Na tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Neno linasema, Mungu akasema si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kumbe hili uwa zuri sio uvumbuzi wa mwanadamu, wala sio ubunifu wa mwanadamu, kwamba mwanadamu alikaa akabuni kwamba niwe na ndoa. Hata kama tunapoingia katika swala la kuoa na kuolewa, basi mtu anakuwa na maamuzi kwamba sasa ninakusudia kufanya hivyo, lakini ni kwa kusudi la Mungu na ni mpango wa Mungu. Ndoa ni kusudi la Mungu na ni mpango wa Mungu. Na Malaki yeye anasema ndoa ni kitu kitakatifu na ambacho Mungu anakipenda. Malaki 2:11. Ni kitu kitakatifu na ambacho Mungu anakipenda. Na kitu kitakatifu kimetengwa kwa kusudi. Tukisema jengo hili, kanisa hili ni takatifu, linakuwa limetengwa kwa kusudi la Mungu, kwa kusudi maalum. Kwa hiyo ndoa imetengwa na Mungu kwa kitu kitakatifu, kwa kusudi maalum la Mungu mwenyewe. Kwa hiyo maana yake mwanadamu anapokutana na changamoto kwenye ndoa, inabidi arudi kwa yule mwenye kusudi. Ulikusudia iwe hivi, kwa nini iwe hivi? Uliandaa iwe hivi, kwa nini na kutana na hili? Na mwingine pia alisema kwa sababu kusudi la ndoa ni la Mungu mwenyewe, basi hata maelekezo ya namna ya kwenda nayo, anasema lazima urudi kwa mtengenezaji. Kwenye vyombo tunavyonunua kuna user manual, kitu cha maelekezo ya namna ya kutumia, ingawa siku hizi watu ni wajanja, hata kinunua simu anasema naijua, kwa hiyo sihitaji kusoma maelekezo yote. Akinunua redio anasema naijua, sasa sihitaji maelezo yote. Yaani mpaka apate shida sana, anasema hebu kwanza angalia, kwani walisema unaweka wapi oni? Kuna vitu vingine unatafuta unashindwa kuelewa hata pa kuweka oni ni wapi, alafu ndio unaanza kurudi. Sasa inawezekana hata kwenye ndoa tunaweza kwenda mpaka tushindwe pa kuweka oni, ndio unaanza kumwambia Mungu, sasa ulikuwa umekusudia nini? Kiumbe hiki ulichonipa, kiumbe kilichonipa kikoje? Unaanza kumuuliza Mungu. Sasa hayo ni maswali ya kuulizana na Mungu. Kwa hiki kiumbe hiki, mama mmoja aliandika kwenye mtandao akasema, ninawashangaa wanaume wanaosema hawatoelewi wanawake. Mtatoelewaje wakati mliletewa mkiwa mmelala? Sasa mko mmelala, alafu mnaamka mnakuta umeletewa kiumbe. Alafu na mtu mmoja tumesoma naye inakuwa kwenye group letu akasema, hivi viumbe hivi ambavyo Mungu alituletea ni vya ajabu. Yaani kila mmoja analo la kuzungumza. Basi kumbe kuna mahali pa kwenda. Yaani kuna mahali pa kwenda kwamba hiki kiumbe cha ajabu Mungu aliniletea. Na wewe unayesema kwamba sikuelewi kwa sababu nilikuwa nimelala,
Mungu atanielewesha, aliyeniletea atanielewesha. Kwa hiyo hayo yote kwa hiyo tunarudi kwa Mungu kwake. Na Malaki anaendelea kushangaa, anasema Mungu hategemei kwa mtu hata kama ana ufahamu mdogo kiasi gani. Anasema hategemei hata kama ana ufahamu mdogo kiasi gani amtendee mabaya mwenzi wake. Amtendee mabaya mwenzi wake. Yaani anasema anashangaa kwamba yani haihitaji mtu awe na ufahamu mkubwa. Ni kama nataka kusema kwamba haihitaji degree ili kumpenda mwenzi wako. Yaani kwamba uende ukasome degree ya kupenda. Hapana. Tena wakati mwingine inawezekana degree ndio ikakuharibu zaidi, ukaacha kupenda kwa sababu ya hiyo degree, inawezekana. Kwa hiyo anaona kabisa hapana, yani hiki kitu Mungu anakiona na anakiheshimu. Ndio wanavyozungumza kwenye mlango wa 2 mstari wa 15. Na akahitimisha mstari wa 16 kwa kusema Mungu anachukia kuachana. Sasa somo letu hili ambalo tumeliangalia la Mwanzo 2:18, unaona hapa ni kwa mara ya kwanza Mungu anaonyesha tathmini yake kwamba kuna upungufu. Manake hapo nyuma kusoma mlango wa kwanza mpaka fika mstari wa 31 alikuwa anasema na akaona kila kitu alichokifanya ni chema sana. Tena weka na chema sana. Ni chema sana. Kumbe alikuwa anatathmini, anafanya kazi au anatathmini mwenyewe. Sijui kama sisi tukifanya kazi au tunatathmini wenyewe. Na fupi kwenye kitabu chake anataka tutathmini ndoa yetu, afu niseme ni nzuri au sio nzuri. Sasa alipofika hapa akasema si vema mtu awe peke yake. Kwa akagundua kwamba kuna upungufu kwa Adamu, yuko peke yake. Sasa akiwa peke yake kuna mambo mengi, kwa sababu alishaambiwa kwamba yeye ndiye atakayekwenda kutawala, anafanya hivi. Sasa anasema asiwe peke yake, upweke. Akaletewa Hawa ili kuondoa upweke. Ni moja tu ya kusudi. Ingawa mtu mmoja alisema siku hizi kuna upweke kwenye ndoa hata kama watu wapo pamoja. Nasema kuna upweke hata kama watu wako pamoja, wako nyumba moja, lakini upweke upo. Na pia alipomleta Hawa kwa Adamu alitaka kumkamilisha. Manake kama ni wa kufanana naye, anafanana naye kwa kumkamilisha. Sijajua kufanana kama tukienda dukani, ukienda dukani unanunua viatu vya mguu wa kulia. Unatafuta vinavyofanana. Naam? Kwa sababu ukienda ukapata kiatu cha mguu wa kulia, si unatafuta tena cha mguu wa kulia kinachofanana. Naam? Unatafuta cha kushoto. Mbona hivi wili havifanani? Naam? Lakini kila mmoja akiletewa vya mguu mmoja anasema natafuta kinachofanana na hiki. Kinachofanana maana yake ambacho ni cha mguu mwingine. Maana yake kinamkamilisha. Kufanana ni kukamilisha. Sasa watu fikiri kufanana ni lazima tufanane kila kitu. Sasa kukamilisha. Unaweza kupata kwenye ndoa mwingine anacheka, mwingine ananuna. Mwingine anacheka. Ninafahamu kuna watu ambao mume alikuwa ananuna kwenda, mfahamu akiwa zamani. Amepata mke mcheshi na yeye anacheka, ndio basi. Amefaulu kubadilisha hata fulani naye anacheka. Kwamba hata fulani naye anaweza kucheka, amebadilishwa. Lakini sio kazi nyepesi kumbadilisha mtu. Sio kazi nyepesi. Lakini pia unaweza kukuta kwenye familia moja ni mtoaji, mwingine ni mnyimi. Ni mnyimi. Yaani wangetokea watu wanaofanana wote ni wanyimi, hiyo nyumba mwingine. Unaingia nyumba nyingine unakuta baba ni mtoaji, mama mnyimi. Nyumba nyingine mama mnyimi, baba mtoaji. Yaani kuna vitu hivi ambavyo vipo kwa ajili ya kutukamilisha. Kama tungefanana ingekuwa shida. Kuna wachache ambao huwa wanafanana vibaya. Utasikia wanasema yule ni mtu na dada yake tu. Sio kwa nia nzuri. Yaani kwamba wote ni viatu vya mguu wa kushoto. Yaani wale wote ni viatu vya mguu wa kushoto. Hakuna wa kumsaidia mwenzake. Na utasikia kwamba yani wale angekuwepo angalau anayemsaidia mwenzake. Na yake sasa hawasaidiani. Kwa hiyo lengo la ndoa ni kutaka tusaidiane. Tena mwingine alisema
Alisema na inawezekana pia hata ukapewa mtu ili umtengeneze. Yaani ni dhaifu kweli, ili umtengeneze, ili umsaidie. Na Mungu hawezi kukupa mtu ambaye sio saizi yako. Basi anakupa saizi yako, umsaidie. Mungu alipokaa akaangalia akakuta hapa hawa wawili wanaweza kusaidiana. Ni ninyi mnaweza kusaidiana ili kuweza kukamilishana. Na tatizo sasa hivi ndoa nyingi zinakutana na changamoto. Zimeshindwa kuwa wazuri. Yapo mambo kadhaa ambayo yameharibu. Kwanza mojawapo kumeonekana kukosekana uaminifu katika ndoa. Kukosekana uaminifu, na unaweza kuzungumza mambo mengi katika hilo. Ukienda kwenye kesi nyingi za ndoa zinazopelekea talaka, utakuta kukosekana uaminifu kumekuwa kukiongoza kwa namna nyingi kutoka kwenye ndoa na vitu vinavyofanana na hivyo. Lakini sababu nyingine inaitwa mtu wa tatu. Mtu mmoja aliwahi kufundisha kwenye ndoa akasema mtu wa tatu anayekuja ni shetani. Anasema hata kama ni mzazi wako akija akawa mtu wa tatu, anasema anageuka kuwa shetani. Hata kama ni mchungaji wako anageuka kuwa shetani. Hata kama ni askofu wako akija akawa mtu wa tatu, anakuwa shetani. Anamaanisha kwamba mtu wa tatu anayeingilia ndoa baada ya kusaidia anahatarisha umoja kwenye ndoa. Mtu wa tatu. Utasikia yule ni watu tu wamemshauri vibaya. Sijui ni siku hizi kuna wachungaji wengi wa sampuli mbalimbali. Mimi ninazifahamu kesi ambazo ninazishughulikia, sio za dhehebu letu, lakini ni za huko mnako kujua hata nini. Yaani unakuta kwamba anayesababisha ndoa kuvunjika ni huyo anayeitwa nani? Yaani anaitwa si mtumishi, anaitwa nani? Lakini ndio anasababisha ndoa kuvunjika. Yaani unakuta amefanya mke wa mtu, anakwenda anashinda huko ndo anatoa fedha, huko ndo na fedha za nyumbani anapeleka huko nyumbani hamna. Lakini huko kwenye kanisa lake huko alikokuzoea hamna. Lakini amekutana na mtu wa tatu, ameharibu. Ugomvi umekuwa mwingi. Mtu wa tatu anaharibu ua. Lakini jambo jingine ni kutomjali mwenzi. Tutasikia hanijali wala hajui kwamba nipo. Hanijali kabisa, anasema hanijali. Hanithamini, hanijali. Kwa hiyo imesababisha matatizo. Ni kama ubinafsi wa mtu kujijali mwenyewe na kutomjali mwenzi. Ndio maana siku moja mchungaji mmoja alichagua somo la mahubiri gumu. Nimeshasema mara nyingi. Alichagua somo la mahubiri kutoka Ayubu 14. Halafu akafika akasoma, akasema mwanadamu aliumbwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi na zojaa taabu. Halafu watu wakasema mchungaji, hatuko kwenye msiba, tupo kwenye ibada ya ndoa. Walifikiri amesahau. Akasema sijasahau. Ninataka niwaambie kwamba jamani, tupendane, tuna muda mfupi wa kuishi. Hata ikiwa miaka 80 ni muda mfupi. Akasema tupendane, tutendeane mema. Yaani kile ambacho mtu alikitafuta kwenye ndoa akipate. Kule kwenye kiapo tunasema utamtunza, utamtunza. Utamfanya nini kile kingine kile? Unakumbuka? Utamtuliza. Kumtuliza mtu ni kupata lile alilokusudia. Asipolipata, ukisikia fulani katulia, yani kapata ile uko analitafuta. Ametoshelezwa alichokuwa anakitafuta. Kwa hiyo sasa mtu asipomjali mwenzake hakuna kuweza kwamba atamtuliza na kumpenda. Lakini kitu kingine namba 4 hapa, kuna mdudu mmoja anaitwa simu. Nasikia naye ni mdudu fulani, si mdudu gani? Simu. Kwamba nazo zimechangia sana kuharibu ua hili. Simu. Sasa kwa namna nzuri na mbaya zote zimeharibu. Kwenye namna ambayo inaonekana kwamba ni nzuri, ndio maana anasema tunaishi nyumba moja lakini kila mtu anaongea na simu.
Hakuna anayeongea na mwenzake. Sana sana utakuta mtu amecheka. Kama kicheka ndio inabidi na uache simu yako uulize ulikuwa unacheka na nani? Mage mmekaa sebuleni wote afu mtu anacheka. Mwenzetu ulikuwa unacheka na nani? Anasema hebu angalia kina Niki hapa wote mnaanza kucheka. Yaani amefanya kuwashirikisha, labda ameona mtu. Naye ni mdudu ambaye anaharibu ndoa. Lakini upande wa pili ameharibu ndoa kwa kutumia kudanganyana na kutoaminiana. Kumetokea pia kwenye simu. Kuna watu wengi wamegombana sana kwenye simu. Yaani mpaka kuna watu mtu hawezi kuacha simu yake. Sikizi na nini? Mimi simu yangu naweza nikaacha popote pale, nikampa yote, mtoto, mke wangu, nani. Mimi simu yangu imeokoka. Sasa kuiacha. Hata kusema wewe nikupe, nitakupa tu. Iangalie chochote unachotaka kuangalia. Wala sina mashaka nayo wala. Hata ukitaka kulala nayo, kushinda nayo, wewe nenda tu. Ibadi sikupi password ya hela tu, lakini ya kufungua, ya kuingia kwenye simu. Ya kuingia kwenye simu hiyo ingia tu. Kwanza haina password. Wewe ingia tu. Sasa yani imekuwa hali ngumu kweli. Watu watakienda kuoga bafuni wanakwenda na simu. Halafu akigundua amesahau ikilia sebuleni anatoka hivyo. Yaani kiita sebuleni na amegundua yuko kuoga kwamba simu iko sebuleni, anakimbia, anaona ni heri aibu ya kutoka uchi. Kuna wiki ngapi kulitoka yale mahojiano, ile mwandishi wa habari aliyesema unachagua nini kati ya kufungwa miaka 10 au mambo yako yote wewe yafanya yaweze kuonyeshwa kwenye TV ya dunia nzima iangalie. Karibu wote walioulizwa walisema ni afadhali nifungwe miaka 10 kuliko kuonyesha. Sasa hiyo kuna mambo mengi, manake kama alitubu manake hata haamini kwamba alisamehewa. Kwa sababu kama alitubu Mungu anasamehe na kusahau. Na kama Mungu amesamehe na kusahau, wewe una mashaka gani wanadamu hata wakiona? Kama kuna kuonekana makushatubu zanafuta, hata kwenye kumbukumbu haipo. Sasa hata ikionekana ulishatengeneza, una wasiwasi gani? Inaonyesha kuna shida sana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo niliwaambia wachungaji mafani, hao ndio washarika wako ambao wanakuambia afadhali wafungwe miaka 10. Mimi nakauliza labda tuulize wachungaji. Kila mtu atajua mwenyewe, lakini wewe weka. Tutakuweka tutangu utotoni, weka tu. Lakini pia tuna changamoto nyingine. Kutokujua kwamba ndoa ina vita. Kwa sababu kitu hicho kitakatifu kimetengwa na Mungu, kimehifadhiwa, na vita yake sio ndogo. Yaani kitu chochote ambacho kina thamani kinahitaji kulindwa. Na ulinzi mkubwa wa ndoa ni maombi na neno la Mungu, na yeye mwenyewe afanye. Ni kujikabidhi kwa Mungu. Kwa hiyo kutokujua kwamba ndoa inawindwa kumeleta shida. Lakini pia kingine ambacho kimeharibu hili ni changamoto zinazowashinda wanandoa. Yaani kutokea changamoto halafu zinakuwa nje ya uwezo na wanashindwa wazipeleke wapi. Wakati mwingine wamepata washauri wabaya, wakati mwingine wao wenyewe wameshindwa wazipeleke wapi, na wakati mwingine wamepeleka mahali pasipo sahihi. Hizo ni changamoto ambazo zimeharibu ua zuri. Sasa siri yake ni kuziweka kwa Mungu. Lakini siri ya ndoa tamu, hiyo ua zuri, wanasema inaanzia kwenye uchaguzi wa mwenzi. Halafu inakuja kuwa mwaminifu kwenye ndoa. Halafu kuwa tayari kuomba msamaha na kusamehe. Kwa sababu hao wanandoa, hilo ua zuri hiyo ndoa takatifu sio ya malaika. Ni ya binadamu hawa sisi. Na ili kutengeneza ni lazima kusameheana. Na kuomba msamaha. Kunaweza kujenga hilo ua zuri. Lakini pia anasema umfanye mwenzako awe pacha wako, kwamba huyu ndiye. Sasa hawa tulishaongea mengi, mimi siongei na hawa, mimi naongea na nini? Hawa tulishaongea sana. Lakini jambo jingine
ni kuvumiliana. Kuvumiliana. Kama kuna jambo gumu sana ni kuvumiliana. Ndio tunasema uvumilivu umenishinda. Na wakati mwingine kwenye kuvumiliana, kila mwanadamu, asili ya mwanadamu ni kutaka mtu mwingine amvumilie na kumsamehe, lakini sio yeye. Kwa hiyo siku zote ataona mwenzake ndiye mwenye kosa, sio yeye. Mwenzake mwenye kosa sio yeye. Tukikubali kwamba kila mtu ana mapungufu yake na anahitaji kusaidiwa, tutafika mahali pazuri. Kwa hiyo hili ua zuri linajengwa kwa upendo, na upendo ni gharama. Upendo ni gharama. Ukitaka kujua gharama ya upendo, muulize Yesu aliyekufa kwa ajili yetu. Na ndiye anayekuja kulinganisha hii ndoa takatifu, anailinganisha uhusiano wake na kanisa. Hii ndoa takatifu anahusianisha au analinganisha na uhusiano wake na kanisa. Asingeweza kuhusianisha kitu ambacho sio kizuri, sio kitakatifu. Ndoa ni takatifu, na naihusianisha kwamba kama Kristo alivyolipenda kanisa, ndivyo mume ampende mke wake. Halafu na kama kanisa linavyomtii Kristo, na mke amtii mume wake. Tukikaa katika upendo huo na kulipa gharama zake, tutafaulu kulifanya liwe ua zuri. Kwa hiyo tuwatakie Mchungaji Nangisi Saningo Tisho, mwanafunzi wangu. Tumeona wanafunzi wako wengine, na wanafunzi wangu wengine wamekusindikiza hapo wengi tu. Wanafunzi wangu wa Kidugara, lakini na rafiki yangu tuliyekutana kwenye gari, halafu tukawa marafiki mpaka leo. Tukawa marafiki mpaka leo. Bwana, tulikutana kwenye gari, tukasafiri pamoja, halafu tukafahamiana, halafu tangu hapo tunajua tuna mambo gani tunashirikishana na kushirikiana katika kuitenda kazi ya Mungu. Ile Bible study yetu inaendelea. Nilisimulia vizuri sana habari za Bible study, nikamuongezea na vitabu vingine. Mimi rafiki ni yule anayechapa kazi ya Mungu. Hatuna sababu nyingine. Napochapa kazi ya Mungu. Mimi mtu nikishuhudia anachapa kazi ya Mungu ni rafiki yangu. Kwa sababu na yeye ni rafiki wa Mungu. Wote tunakuwa pamoja. Kwa hiyo Mungu awasaidie na kuwajalia kuwa na ndoa itakayoendelea kuleta ushuhuda katikati yetu, na muweze kuinenea mema ndoa yangu ua zuri. Na watu wakiona watamani ua zuri wanaoliona. Ndio ua wanatamani kuliona. Lakini ua likiharibika, tena ua hamna mtu anayependa kulitazama. Mungu atusaidie na atujalie sote neema na baraka zake. Amen. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu ambapo tupo mahali hapa katika nyumba yako. Kipekee tumekusanywa na watoto wako hawa. Tunaomba utusaidie na haya machache ambayo tumetafakari juu ya ndoa kuwa ua zuri. Utusaidie. Zile ambazo zinaharibika na ua linaharibika, Mungu mtakatifu, wewe ulianzisha, una uwezo wa kukarabati, una uwezo wa kuzimwagilia zikarudi tena na kuwa ua zuri. Lakini kwa ajili ya vijana wanaojiandaa kuingia katika unyumba, uwasaidie wapite katika njia ya kukuuliza wewe kabla hawajaingia kwenye agano, ili Mungu mtakatifu wewe ukapate kuwatangulia na kuwafanya kuwa na maisha yenye furaha na amani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Kurasa ule wa 557, toleo lile la zamani, hili jipya 420. Ndoa ni zawadi ya Mungu iliyokusudiwa kwa ajili ya furaha na nguvu ya wote wawili wanaoingia katika ndoa kwa manufaa ya jamii nzima ya kibinadamu. Mungu alituumba mume na mke, akawakirimia wanadamu vipawa vya mtu kuwa na mwenzi na uwezo wa kupenda na kutunza na kulea watoto pia.
Yesu alithibitisha agano la ndoa, akafunua upendo wa Mungu mwenyewe wa kujitoa pale msalabani. Roho Mtakatifu wasaidia wale wanaoungana katika ndoa kuwa alama hai za neema, upendo na uaminifu wa Mungu. Aidha, ndoa ni tukio la kibinadamu likiambatana na viapo vinavyoshuhudiwa hadharani. Katika ibada, ahadi hizi huzungukwa na uwepo wa mashahidi maalum na watu wa Mungu wengine, pamoja na ushahidi wa neno la Mungu na sala za baraka kwa wahusika. Pendo watumishi wa Mungu, Yohana, Matthew, Liza, na wewe Nganisi Saningo Tisho, na wakumbusha mmesimama mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya usharika huu kuifunga ndoa yenu. Ndoa ni zawadi kutoka Mungu. Sisi tunawaombea tangu sasa ili Mungu Mwenyezi awabariki na kuwaongoza katika unyumba wenu siku zote kwa msaada wa Roho Mtakatifu, muunganishwe ili muishi pamoja kwa kusaidiana na kusikilizana. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba yetu wa mbinguni, twakusihi kwa ajili ya hawa ndugu zetu Yohana, Matthew, Liza ambaye ni mwinjilisti, na mchungaji Nganisi Saningo Tisho, wajalie kuanza unyumba wao katika jina lako. Wasaidie siku zote kuishi pamoja mbele zako na kufikia kwenye uzima wa milele. Amen. Sikilizeni neno la Mungu jinsi linavyofundisha kuhusu ndoa. Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo aliwaumba mwanzo mtu mume na mtu mke. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, kaijaze nchi na kuitiisha. Sikilizeni jinsi Kristo naye anavyofundisha kwa vinywa vya mitume wake Paulo na Petro, akikaza kuwa mume na mke waishi pamoja na kuwa na hali ya kunyenyekeana katika kicho cha Bwana. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa kuwa mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase. Basi kwa kuwa Nganisi na wewe Yohana mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu, wema, unyenyekevu, upole, vumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu wenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, nanyi sameheaneni vivyo hivyo. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Bwana
unakubali na kutaka kuoana na huyu Nganisi Saningo Tisho kuwa mke wako, mkae pamoja kama alivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa, utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, usitirike na wengine. Utakaa na huyu Nganisi Saningo Tisho. Na wewe Nganisi Saningo Tisho, unakubali na kutaka kuoana na huyu Yohana Matthew Liza au mume wako, mkae pamoja kama alivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa, utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, usitirike na wengine. Utakaa na huyu Yohana Liza peke yake mpaka kufa. Ndivyo Mungu anisaidie. Mnaotunyima wenzenu furaha kama hizi, Mungu anawaona. Kuna wengine hawataki kuja hapa kushangilia. Sisi sote tumesikia majibu ya mwinjilisti Yohana Matthew Liza na mchungaji Nganisi Saningo Tisho. Hawa wawili wameonyesha na kukiri kwamba wote wawili kwa nia moja wamekubaliana kuungana katika ndoa ya Kristo kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kuwasharika huyu, kuwaombea na kuwasaidia. Tusimame na kuomba.